Mungu aliye hai, Baba mtakatifu, katika jina takatifu la Yesu Kristo na Roho Mtakatifu wako, ninakushukuru. Asante sana kwa kunipa nafasi nyingine ya kuja mbele zako na mbele ya binadamu wenzangu kufundisha hichi ambacho umeniandalia kukifundisha. Somo letu la leo lina kichwa cha habari kinachosema, je, ni kwa nini mwanamke hapewi au hajapewa ruhusa ya kufundisha neno la Mungu? Ni kwa nini mwanamke hajapewa ruhusa ya kufundisha neno la Mungu, neno la Mungu? Somo letu linapatikana katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 2. Nitasoma kuanzia mstari wa 7 mpaka mstari wa 14 na baadaye nitaendelea na vitabu vingine. Kitabu cha Timotheo kimeandikwa na mtume wake Yesu Kristo, Paulo. Paulo anasema hivi kuanzia mstari wa 7: nami kwa ajili ya huo, kianzia nyuma utakuta ukombozi, neno lilitakiwa liingie hapa. Nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mhubiri na mtume, mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Hiyo ni Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 7. Nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mtume na mhubiri, mwalimu wa mataifa katika imani na kweli. Akaendelea kusema kwenye mstari wa 8: basi nataka wanaume wasalishe kila mahali. Nataka wanaume wasalishe kila mahali, wakiinua mikono yao iliyotakata, pasipo hasira wala majadiliano. Paulo anasema kila wasalishapo watu, kila lililopo, kila palipo na kundi la watu wenye kuhitaji kusalishwa, anataka, sio anapenda, anataka kuona wanaume wakisalisha, huku wakiwa wameinua mikono yao iliyotakata, mikono isiyokuwa na hatia ya kufanya uchafu au dhambi yoyote, mikono mitakatifu inyanyuliwe juu. Wasiwe na hasira wala wasiwe na majadiliano. Huyo ni mtumishi wa Mungu, mtume wake Yesu Kristo, Paulo. Namba 8 anasema hivi, namba 9: vivyo vivyo wanawake na wajipambe mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Wanawake wajipambe mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Wawe na moyo wa kiasi, wasisuke nywele, wasivae dhahabu wala lulu, wala wasivae nguo za thamani. Anaendelea kusema, bali ina maana wajipambe kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu watajipamba ndani ya mioyo yao kwa matendo mema, kwa wakati wote, mahali popote. Na wanawake hawa wanaokiri uchaji wa neno la Mungu, kwa vyovyote vile watakuwa na tabia ya kuvaa au kujipamba mavazi ya kujistiri,
dhahabu na lulu wataweka pembeni, swala la ususi wa nywele wataweka pembeni. Haya ni maelekezo kutoka kwa mtume wa Yesu Kristo Paulo. Anaweza kuwa amezungumza hapa katika maana ya kusema kwamba mtu ambaye anamcha Mungu kweli, mwanamke ambaye anamcha Mungu kikamilifu, mwenye matendo mema, ni lazima atakuwa na uwezo wa kutambua mavazi haya ndani ya kanisa la Mungu ni sahihi na mavazi haya si sahihi. Kwa hiyo atavaa mavazi ya kujisitiri, mavazi ambayo hayataonyesha umbile lake likoje. Watu wakimwangalia anapokuwa kwenye yale mavazi hawataweza kujua kiuno chake kikoje, miguu yake ikoje, kifua chake kikoje. Yatakuwa yamesitiri ule uumbaji wa Mwenyezi Mungu, na hili amelisisitiza kwa ajili ya kanisa. Na binadamu hawezi kuwa na tabia mbili. Hawezi kuwa na tabia ya kuingia ndani ya kanisa au hekalu akawa na tabia ya pekee yake anapokuwa huko, alafu akawa na tabia tofauti nje. Binadamu namna hiyo si mchaji wa Mungu wala hana matendo mema, kwa sababu ndani ya kanisa hatupati nafasi kubwa ya kutenda. Kwa hiyo ni rahisi kuwa na adabu kwa muda mfupi, na ndani ya kanisa tunakaa muda mfupi sana. Ndio maana amesisitiza wanawake wachaji ni lazima wawe na matendo mema, wanaomcha Mungu. Ndio maana ni nyakati zote, si kwa kuchagua. Ninapokuwa ndani ya kanisa, basi nitajisitiri kwa mavazi, nitajipamba kwa mavazi ya kujisitiri, alafu nikitoka nje nitakuwa na mavazi yangu ambayo hayamheshimu Mungu. Mungu hataki hivyo. Anataka tabia moja, mtu mmoja, tabia moja. Umechagua kuto kujisitiri, basi tunatambua ya kwamba wewe si mchaji. Umekuwa ni mtu mwenye kujisitiri, mwenye roho ya uchaji, uliyejaa matendo mema. Umechagua kuwa hivyo, basi chagua kuwa hivyo. Lakini kama unavyofahamu, haya mambo hayawezekani pasipo kumpokea Yesu Kristo kwa kuzishika amri zake na kuzitenda. Yeye ndiye atakaye kuongoza namna gani uvae mbele za watu ndani ya kanisa. Huyo ni mtumishi wa Mungu Paulo. Akaendelea kusema, mwanamke na ajifunze neno la Mungu akiwa katika hali ya utulivu na akitii kwa kila namna. Hiyo ni namba 11. Ajifunze katika hali ya utulivu na akitii. Anamsikiliza mtumishi wa Mungu akiwa katika hali ya utulivu, anachoamriwa anakitii, anakishika, anakiapply katika maisha yake. Unapoambiwa ajifunze katika utulivu, ina maana anapokuwa ndani ya nyumba ya Mungu hatakiwi kuzungumza neno, anatakiwa awe amekaa, ametulia, akisikiliza neno na kushika na kusubiri kutekeleza. Hiyo ilikuwa ni Timotheo wa kwanza mlango wa 2 mpaka 11. 12 Timotheo hiyo hiyo wa kwanza, wa 2, 12. Mtumishi wa Mungu, mtume wake Yesu Kristo Paulo anasema hivi: simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali hawe katika hali ya utulivu. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, kwa sababu ni mambo ya uchaji, basi ni kufundisha neno la Mungu. Kwa hiyo mwanamke hapewi ruhusa ya kufundisha neno la Mungu, wala hapewi ruhusa ya kumtawala mwanaume. Anatakiwa kubaki katika hali ya utulivu. Kwa hiyo ni makosa kwa mwanamke kufundisha neno la Mungu. Sio sahihi
mwanamke kufundisha neno la Mungu. Tunaendelea na Timotheo wa pili. Haya ni mambo ya Paulo, mtume wake Yesu Kristo. Kwa nini anasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha neno la Mungu wala kumtawala mwanaume na anatakiwa kukaa katika utulivu? Anasema kwa sababu Adam ndiye aliyeumbwa, kwa kuwa Adam ndiye aliyeumbwa kwanza na baadaye Hawa. Aliyeumbwa baadaye, yeye ampi ruhusa ya kumfundisha aliyeumbwa kwanza. Aliyeumbwa baadaye ambaye ni Hawa, si sahihi kumfundisha aliyetangulia kuumbwa ambaye ni nani? Ni Adam. Anaendelea tena, wala Adam 14 hiyo hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Adamu aliumbwa kwanza, Hawa akaumbwa baadaye, na katika kudanganywa, aliyedanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa ni mwanamke. Adamu hakudanganywa. Kwa hiyo huyu aliyedanganywa na kuingia katika hali ya kukosa hapewi ruhusa ya kufundisha neno la Mungu. Huyu aliyedanganywa kabisa na kuingia katika hali ya kukosa hapewi ruhusa ya kufundisha neno la Mungu. Anaendelea mtumishi wa Mungu Paulo. Tunaingia katika Wakorinto sasa. Nasoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 11 mstari mmoja tu, mstari wa 3. Wakorinto wa kwanza mlango wa 11. Paulo huyu anasema hivi: lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume Yesu Kristo. Ameweka neno moja tu, Kristo. Na kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Sasa tupange kwa mpangilio ambao itakuwa ni vipesi nyinyi kuelewa. Mungu aliye hai ni kichwa chake Yesu Kristo. Yesu Kristo ni kichwa cha mwanaume. Mwanaume ni kichwa cha mwanamke. Kwa hesabu za haraka haraka, kuna vichwa vitatu tu: kichwa cha Mungu aliye hai ambaye ni kichwa cha Kristo, kichwa cha Kristo ambaye ni kichwa cha mwanaume, kichwa cha mwanaume ambaye ni kichwa cha mwanamke. Kwa maneno mengine, mwanamke sio kichwa cha yoyote. Mwanamke sio kichwa cha yoyote yule. Kwa hiyo sio sahihi huyu ambaye siye kichwa kufundisha vichwa. Ndio maana hapa ambayo iko wazi, sio sahihi huyu ambaye siye kichwa kufundisha vichwa, yani wanaume. Ukiingiza katika kutawala, Mungu aliye hai anamtawala Yesu Kristo, Yesu Kristo anamtawala mwanaume, mwanaume anamtawala mwanamke. Kwa hiyo mwanamke hana wa kumtawala. Ukileta katika kuongoza, Mungu aliye hai anamuongoza Yesu Kristo, Yesu Kristo anamuongoza mwanaume, mwanaume anamuongoza mwanamke, mwanamke hana wa kumuongoza. Haya ni mambo ya kanisa. Uko duniani, muendelee na utaratibu wenu. Tunazungumzia habari ya kanisa takatifu la Mungu aliye hai. Kanisa takatifu, sio kanisa tu, kanisa takatifu. Lazima iwepo adabu, lazima neno la Mungu liheshimiwe. Tunazungumza mambo ya kanisa la Mungu, sio lote. Kanisa takatifu. Kama kanisa lako alifuata utaratibu huu, basi elewa kanisa lako sio takatifu.
ikiwa linafuata utaratibu huu wa kutokumruhusu mwanamke kufundisha, ikiwa linafuata utaratibu huu wa kutokumruhusu mwanamke kufundisha, hilo linaitwa kanisa takatifu. Ikiwa linamruhusu mwanamke kufundisha, hilo sio kanisa takatifu. Tunaendelea na Wakorinto. Neno la Wakorinto wa kwanza 14:33 mpaka 37. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo, mtume wake Yesu Kristo. Wakorinto wa kwanza 14. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Hiyo ni 33, 1:14-33 mpaka 37. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali Mungu wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Sentensi inaendelea hapo, wanawake na wanyamaze katika kanisa. Wanawake na wanyamaze katika makanisa, katika kanisa la watakatifu. Historia inaonyesha wanawake wana desturi ya kunyamaza katika kanisa. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu, wanawake na wanyamaze katika kanisa. Maana hawana ruhusa ya kunena bali kutii. Maana wana ruhusa ya kunena bali kutii, kama vile inenavyo Torati nayo. Yaani Torati nayo ilikwisha nena, na Injili ya Yesu Kristo inanena hivyo hivyo kupitia kwa mtumishi wake Paulo. Makanisa ya watakatifu wanawake wanatakiwa kunyamaza. Torati nayo ilikwisha nena. Kwa hiyo si swala jipya. Yaani hili lilikuwepo wakati wa Torati, na Injili ya Yesu Kristo haikubadilisha hili. Msimamo umebaki ule ule. Torati ilisema, na Yesu Kristo alipotoa Injili na Mungu aliye hai, Mungu hakutaka kulibadilisha hili, akaliacha hivyo hivyo, na Yesu Kristo akaagizwa kuja kuleta hivyo hivyo. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Hawana haki ya kunena, wanatakiwa wawe ni watulivu, wakisikiliza neno kwa utii. Ndivyo tunavyoambiwa hapa. Mungu wetu si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani. Ni maneno mazito. Unaambiwa Mungu wetu si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani, alafu unakuja kuelezewa habari za wanawake. Sasa fikiria mwenyewe hapa alikuwa na maana gani? Maana yake ukiwakaribisha wanawake kunena katika kanisa, ukiwakaribisha wanawake kufundisha neno la Mungu katika kanisa, lengo lako ni kuleta machafuko. Tunaendelea na sehemu yetu ile wa Korinto wa kwanza mlango wa 14. Mlango wa 14 mstari wa 35. Korinto wa kwanza mlango wa 14 mstari wa 35. Neno linasema, nao hao wanawake wakitaka kujifunza neno lolote, waulize waume zao wenyewe nyumbani. Nao hawa wanawake wakitaka kujifunza neno lolote, na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Maana yake ni kwamba mmekaa katika kanisa, mnasikiliza neno la Mungu, wanaume kwa wanawake. Ikatokea bahati mbaya mwanamke hajaelewa. Mfano, amesikia neno hili, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Haruhusiwi kunyosha mkono. Mume wake yupo anasikiliza neno, na yeye anasikiliza neno. Akirudi nyumbani anamuuliza mume wake, mume wangu, lile neno apandacho mtu ndicho atakachovuna, sijaelewa maana yake nini? Mume anajibu,
Ukipanda lazima uvune, ukivuna lazima uweke ghalani. Kwa hiyo kama utakuwa umepanda matendo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, itafikia wakati wa kuyavuna na kuyaweka ghalani na kuyatumia. Ina maana utakuwa unatumia, itakuwa ni kipindi cha wewe kuharibikiwa, kuingia katika shida. Panda uovu, umevuna uovu, unaweka kwenye ghala lako kwa wakati wako. Kila kilichohifadhiwa ni lazima kitumike. Utakuwa unapata shida za hapa na pale nyingi tu, kwa sababu katika kuishi kwako huku umheshimu Mungu, uliishi kwa kutenda dhambi, uliishi kwa kutenda mambo yasiyofaa. Lile ndilo pando lako. Yaani kila mtenda dhambi anapanda dhambi, na dhambi ni lazima ipate hukumu. Umepanda dhambi, umevuna dhambi, umeweka ghalani. Kipindi sasa cha kugharamia lile pando lako hofu kikifika, lazima na wewe uanze kupata shida kama ulichokipanda. Ukipanda mambo matakatifu ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, ukakaa na watu vizuri, na maana unapanda mbinguni, akiba yako unaweka mbinguni. Ukifika wakati wa kuvuna, unavuna, unaweka kwenye ghala la mbinguni, na Mwenyezi Mungu anaanza kukufanikishia mambo yako, anaanza kukupa ulinzi, anakupa vilivyo vitakatifu, kwa sababu ulipanda katika utakatifu, unavuna katika utakatifu, unahifadhi katika eneo takatifu. Panda kibaya, utavuna kibaya, na utakutwa na mabaya. Sasa hapo mwanamke anakuwa hajaelewa, rudi nyumbani, anamuuliza mume wake. Ni aibu mwanamke kwenda ndani ya kanisa akiwa hajaelewa, akiwa ndani ya nyumba ya Mungu. Atulie, rudi nyumbani, amuulize mume wake. Hili ndilo neno likimaanisha hivyo. Tunaendelea mbele. Anawauliza hawa, anasema maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Yaani kitendo cha mwanamke kunena kanisani ni aibu, na unapoambiwa kitu kinaitwa aibu, sasa tu tafuta mifano ya aibu. Jana umetuaibisha sana, umelewa, umelala katika mfereji. Jana umetuaibisha sana. Umevua nguo hadharani. Umetukana matusi mengi ya nguoni. Jana umejidhalilisha, jana umejiaibisha. Unaposikia neno aibu, na maana ni mtu amejivunjia heshima. Kwa hiyo kanisa linaruhusu wanawake kufundisha kunena kanisani ni kanisa lililojivunjia heshima, si kanisa la kuheshimika. Ni aibu mwanamke kunena kanisani. Ukiruhusu, ina maana umeiruhusu aibu iingie katika kanisa. Haya ni maneno yapo kwenye Biblia, ukipata nafasi unaweza kusoma. Anawauliza hawa Wakorinto ambao walikuja na kufanya mambo wanavyotaka wao. Anawauliza Wakorinto, au je, neno la Mungu lilitoka kwenu? Neno la Mungu lilitoka kwenu? Inawezekana hii habari ya mwanamke kunena ndani ya kanisa, neno lilifika kwenu mkabaki nalo, sasa ndio mnalitoa, au neno la Mungu liliwafikia ninyi pekee? Anawauliza. Inawezekana sisi hatuna habari, lakini neno la Mungu lilipokuja lilitoa ruhusa ya mwanamke kunena katika kanisa. Anauliza Wakorinto. Lakini kwa kweli neno halikuwafikia Wakorinto, liliwafikia Waisraeli, alafu likasambazwa katika mataifa. Wao walikuwa ni wapokea neno, wamelipokea neno, wakaingiza mambo ya kwao, wakaingiza taratibu zao, wakaingiza udhaifu. Wanaume wakaingiza udhaifu, wakakaribisha wanawake kunena katika kanisa, wakakaribisha wanawake kushika nyadhifa mbalimbali za kuwaruhusu wapande katika madhabahu ya Mungu aliye hai kwenda kufundisha neno. Anawauliza hapa, inawezekana nyinyi mliagizwa, neno lilifikia kwenu, na mimi naliuliza kanisa la sasa, haya tunayoyaona wanawake kufundisha katika kanisa, neno liliwafikia nyinyi? Sisi halijatufikia. Nawasihi katika jina la Yesu Kristo, msiruke neno hata moja la watumishi wake Yesu Kristo, kwa sababu kila neno la watumishi wa Yesu Kristo ni Yesu Kristo mwenyewe. Mkitamka mnampenda Yesu Kristo, lazima mkubaliane kuyashika aliyofundisha na kuyatekeleza kama
anavyotaka yeye. Na niliwaeleza kipindi fulani ya kwamba kila aliyeandikwa habari zake kuanzia kitabu cha Matendo ya Mitume mpaka Ufunuo, yule ni mtumishi wake Yesu Kristo. Na kila aliyetumwa na Yesu Kristo ameongozwa na Roho wa kweli anayetoa habari kutoka kwa Yesu Kristo na kumfikishia ule kuja kutufundisha sisi. Kwa hiyo ni lazima mafundisho haya ya kina Paulo yaheshimike. Mstari huu wa 20, mstari wa 37 anasema hivi: mtu akijiona nabii katika haya niliyozungumza, mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni, na ayatambue haya niliyowaandikia au ninayowaandikia nyinyi wa Korinto, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Haya ambayo ameambia wa Korinto, anawaambia mtu yote atakayejiona kwamba yeye ni nabii, yuko katika level ya unabii, au ni mtu wa rohoni, na maana ni mtu mwenye roho wa Mungu ndani yake mtakatifu, atambue fika haya niliyowaambia sasa hivi au niliyowaandikia sasa hivi ni maagizo ya Bwana. Bwana yupi? Bwana Mungu aliye hai au Yesu Kristo? Haya, tafuta unafuu. Nenda kwa Mungu utapata unafuu, nenda kwa Yesu Kristo utapata unafuu. Elewa kitu moja, Yesu Kristo na Baba yake wao ni wamoja, kwa sababu Paulo ni mtumishi wa Mungu aliyechaguliwa na Yesu Kristo. Haya ni maagizo ya Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, na kila agizo la Yesu Kristo ni agizo la Mungu. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Kwa hiyo wewe ni nabii au mtu wa rohoni, tambua hivyo. Tunaendelea. Anaendelea mtumishi wa Mungu Paulo kwa Waefeso. Sasa hii kidogo nitataka kuleta maana, lakini nitaiunganishia hapo. Waefeso 5:22, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Enyi wake watiini wake zenu kama kumtii Bwana. Mwanamke amtii mume wake kama anavyomtii Bwana. Bwana yupi? Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo mwanaume anatakiwa kuheshimiwa na mwanamke, na mwanamke anamheshimu mwanaume wake au mume wake kwa mfano wa kumheshimu Yesu Kristo. Na kama ni hivyo, basi maana yake ni kwamba inabidi umsikilize mumeo katika kile ambacho anakifundisha au anakueleza. Tunaendelea tena. Kadhalika Petro sasa huyu wa kwanza mlango wa 3. Kadhalika ninyi wanaume kaeni na wake zenu kwa akili. Wanaume wanatakiwa kukaa na wake zao kwa akili na kumpa mwanamke heshima. Unampa mwanamke heshima ukitambua ya kwamba mwanamke ni chombo kisicho na nguvu, kama warithi wa pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kwa mwanaume anaelezwa ni lazima amheshimu mke wake, akitambua fika ya kwamba mke wake ni chombo kisicho na nguvu. Sasa hapa kuna mambo mengi ya kuzungumza. Umeshaambiwa umheshimu mkeo, ukitambua fika mkeo ni chombo kisicho na nguvu. Sasa unapotamkiwa neno kwamba ni chombo kisicho na nguvu, chombo kisicho na nguvu, iwe ni za mwilini au za rohoni, chombo kisicho na nguvu hakiwezi kuongoza watu. Lakini kwa sababu Mungu ndio ameamua mwanamke awe ni chombo kisicho na nguvu, maana yake ni kwamba wewe unatakiwa uheshimu maamuzi ya Mungu ya kumfanya mwanamke awe ni chombo kisicho na nguvu. Usitake advantage ya udhaifu wa mwanamke kutaka kumtumia kama unavyotaka wewe. Na haya yanaendelea kila kona, kwenye maofisi, kwenye mitaa. Wanaume hawawaheshimu wanawake. Kila mwanaume asiyeheshimu mwanamke, akamshurutisha kwa lolote, akamfanyia tendo lolote lisilo la haki, lisilo halali, ametenda dhambi kwa kumdharau Mwenyezi Mungu.
na kila anayemdharau Mwenyezi Mungu ajiandae kwa hasira Mwenyezi Mungu, kwa sababu aliyeamua mwanamke awe ni chombo kisicho na nguvu ni Mungu aliye hai. Na amekukumbusha hapa, inabidi umheshimu huyo aliyeamuliwa kuwa ni chombo kisicho na nguvu. Ni kweli sio kiongozi, lakini aliyeamua asiwe na nguvu ni mimi, Mungu aliye hai. Heshimu maamuzi ya Mwenyezi Mungu kumfanya mwanamke kuwa chombo kisicho na nguvu, kwa kumlinda, kumsaidia na kumfanikishia lile unaloweza kumfanikishia pasipo kuhitaji malipo ya zinaa, ya uzinzi, ya uasharati au ya fedha, endapo unaweza kumsaidia pasipo kutoa fedha. Kwa hiyo kila anayemdharau mwanamke kulingana na udhaifu au kutokuwa na nguvu kwake, amemdharau Mungu aliye hai na Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa ulimwengu.